tumebahatika kuzungumza moja kwa moja na mwimbaji wa nyimbo za Injili nchini Tanzania kutoka jiji la Mbeya, ambaye tunatamani tufahamu vitu vingi. Waimbaji wa nyimbo za Injili wana mambo mengi sana. Sasa tukakuta hapana, leo tumwalike kunako hoja weekend hii atuambie yale yanayotusibu, na kwa sababu pia lengo letu ni kutoa elimu kwa jamii, basi tukakuta kila maswali yanayokusumbua msikilizaji, basi sisi tunauliza kwa niaba yako na wao watatujibu na yeye atatujibu hapa. Lakini pia tuishi hapa, hatuna dogo, tunayo mambo mengi sana. Karibu sana kunako weekend hii, ukiwa unaimalizia kwa uzuri kabisa. Nina imani utaenjoy. Kikubwa tu sema na sisi 0786 152119. Hii ni 99.3 James FM Radio bwana. Karibu sana na mgeni wetu, tumkaribishe. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Karibu sana kunako studio zetu za James FM Radio. Amen. Namshukuru Mungu. Naam. Ndani naona kama mambo yanavyoendelea. Ndio. Umejisikiaje unapofika hapa? Namshukuru Mungu, najisikia furaha kwa moyoni. Nimefurahi sana kufika mahali hapa. Ni mara yako ngapi kufika James FM Radio? Mara yangu ya kwanza. Mara yako ya kwanza. Wasikilizaji wangetamani kufahamu unaitwa nani? Majina yangu naitwa Nelson Daudi kutoka pale Chunya. Ni mzaliwa wa Mbeya, Mbalizi. Chunya upo kikazi au Chunya upo kihuduma au upo kwa ajili ya jambo gani? Chunya ni sehemu ambayo ninaishi kwa sasa, maana yake nilipozaliwa Mbalizi tukawa tumehamia Chunya. Kwa hiyo Chunya tumekaa kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo Chunya kama miaka mingapi sasa hivi Chunya? Ni miaka kama 10 na okay. Karibu sana. Wewe unafanya jambo gani? Tumekutambulisha tulikuwa na mwimbaji, lakini watu wangetamani wafahamu full kwamba unafanya nini. Mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Niko chini ya mchungaji Daudi Mwashiwawa. Hapa Chunya. Ndio. Chunya sehemu gani? Chunya sehemu inaitwa Mbugani. Kwa nini waimbaji wa nyimbo za Injili wengi imeonekana kile mnachokihubiri kwa watu ninyi hamwezi mkakiishi? Waimbaji wa nyimbo za Injili imekuwa ni watu ambao hamtulii katika madhabahu, lakini pia ni watu ambao mna vikumbo, mna figisu nyingi. Kwanza unapokuwa unapata mialiko mingi, pale ndipo mtu unapokuta unashindwa kutulia sehemu moja. Unakuta unaanza kupiga hesabu hasa kati ndani ya mwezi mmoja umepata labda mialiko 5, 4. Kwa hiyo vile unapokuwa unapiga hesabu, unapoenda kule sehemu unakuta labda huko ukapata mwaliko mwingine. Kwa hiyo ndio maana inakuwa ni ngumu sana kutulia kanisani au madhabahuni. Sasa unaweza kaenda labda kwenye tamasha. Kule kwenye tamasha ukapata labda mwaliko 5. Wanakuambia bwana, si hapa tuna siku 4 au tuna siku 5. Kwa hiyo tunakuomba uwe pamoja nasi katika mkutano huu. Kuona ndio maana ile inakuwa ni ngumu kutulia madhabahuni. Utakubaliana na sisi kwamba waimbaji wa nyimbo za Injili wengi mnachokiimba hamkijui, hampati mafunuo kutoka kwa wachungaji wenu, maana kila mmoja na babake wa kiroho pia kumfundisha. Sasa ninyi mkiwa muda mwingi mpo katika safari, unatakiwa unyonye maziwa sio goshia kutoka kwa babake wa kiroho, neno la Mungu. Utakubaliana na sisi kwamba ninyi ni watu ambao mnaimba kutoka katika mawazo yenu na si kile ambacho mnajifunza kutoka kanisani? Hapo naweza nikajibu nikasema unaweza, kwa sababu nyimbo unapokuwa unaandika wimbo kuna ule ambao unatoka kwenye Biblia na kuna ule ambao unakuja wenyewe. Na unakuta tu wimbo umekuja umesema wimbo ni wimbo fulani umejia, ngoja tu ni wimbo. Kama ni wimbo fulani tu umeona uimbe kwa sababu umekujia, je, unafikiri unawafaidia nini wale wanaosikiliza? Maana kila kitu kinafanyika kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hasa mbona kama mnafanya kwa ajili ya utukufu wenu wenyewe? Kwa sababu wimbo unapokuwa unakuja wenyewe, maana yake ni malaika wa Mungu. Yaani Mungu anakuwa ametutumia kusema, mwanangu acha nimzawadie wimbo huu. Unajuaje kama ni malaika? Kwa sababu wimbo unakuja wenyewe alafu unakuwa ni mwepesi. Unakubali wenyewe. Wewe unakuta unapokuwa uimba hauteseki tofauti na nyimbo zingine, unakuta unakucheza namna ya kuandika.
Tusaidie kitu kimoja. Tunashukuru tumeelewa. Wewe kama mwimbaji wa nyimbo za dini, tumekuwa tukisikia kauli ile ya watu wanasema kwamba mimi nimeokoka na mpenda Yesu na nini. Hebu tutafasiri kidogo. Mtu aliyeokoka na ambaye hajaokoka na tofauti gani ingawa wote wanaingia kanisani? Huwezi kumtambua kwa macho, ndio mtambua kwa njia ya kiroho, utamtambua labda kwa matendo. Na kwa kimwili hivi kwa haraka haraka huwezi kumtambua. Ndio. Tutoke kwao. Waimbaji wa nyimbo za injili jinsi ya kike umekuwa ukifanya nao huduma pia maeneo mbalimbali na umekuwa ukiwaona. Wengi wamekuwa na changamoto pia katika ndoa, kutokutulia kwenye ndoa. Wewe kama sehemu ya watumishi wa Mungu ambao unahubiri pia injili kupitia uimbaji, unadhani ni wapi ambapo kuna changamoto kwa waimbaji wa nyimbo za injili wanawake kushindwa kutulia kwenye ndoa zao? Wanawake wanashindwa kutulia kwenye ndoa zao kwa wanamuziki, kwa sababu wanakuwa hapo na huduma. Ila kwa wale ambao si wanamuziki wanakuja kushindana kwa sababu kulingana na matendo yao. Unakuta mwanaume labda anakuambia hivi na wewe unafanya hivi. Wewe ukiambiwa hiki na unataka kivyako. Pale wewe unakuwa uko nyuma na mwenzako. Kwa hiyo ndio maana unakuta ndoa nyingi huwa zinavunjika. Je, hutokubali kwamba waimbaji wengi wa jinsia ya kike pia hata uzinzi inawezekana upo? Tumeshuhudia pia wakienda katika madhabahu, aina yao tu ya uvaaji haimpi Mungu utukufu, wanavaa kwa namna fulani ambayo haihubiri injili, lugha wanazotoa, vikumbo wanavyopigana huko. Umezungumza kwa wepesi, hayo kana kwamba hayapo katika uimbaji, ni safi. Hapo iko hivi. Kuna kwenye upande wa mavazi, kuna wale ambao unaweza labda ukasema ngoja nimshauri. Unaweza kumshauri bwana vaa vazi la namna hiyo, anakuambia hapana, mimi si mzee, mimi mbona bado ni binti, kwa hiyo siwezi nikavaa nguo kubwa sana. Kwa hiyo ndio maana unakuta wanavaa nguo zinakuwa ni nusu, si ndefu mpaka miguuni. Ile inawapelekea waimbaji au pamoja na wachungaji na watu wengine, inawapelekea kuwapa mtego. Maana inakuwa ni mtego sasa. Unataka kutuambia kwamba waimbaji wengi pia ni watu ambao wanawatega watumishi wa Mungu katika kuanguka nao kwenye uzinzi? Ndio, inawezekana. Tutoke hapo turudi kwako tena kwa mara nyingine. Safari yako ya uimbaji, umetueleza ulipata wito na kutuma mwanangu Nixon kamtumikie huko. Umekumbana na changamoto gani tangu kwanza hadi hapo ulipoweza kufikia? Hapana, sijakumbana na changamoto yoyote kubwa. Ndio. Hakuna kizuri ambacho kinakosa kuwa na kasoro na hakuna safari inayokosa kuwa na changamoto. Kwa nini umepita kirahisi? Na watu wengine pia wanasema kuna vikwazo. Vikwazo vipo ila si sana, si nani sana. Changamoto labda ambazo mimi huwa nazipitia ni zile za kuingia studio, ukuta labda umepata kiasi kidogo sana, ni tofauti na kile ambacho producer amekupangia. Kwa hiyo hii inakuwa ni changamoto mimi kwa upande wangu. Ndio. Kwa nini muziki mnayorekodi kipindi hiki tofauti na miaka ya nyuma inakaa muda mfupi sana katika ubora wa kusikilikana na baadaye inapotea? Je, ninyi mmefeli kabisa katika kutunga nyimbo nzuri mnaimba kwa ajili ya kujiburudisha kwa muda mfupi kama zilivyo Bongo Flava? Kwanza waimbaji asilimia kubwa utakuta wimbo unauimba kama vile unajiimbia mwenyewe. Wimbo unapokuwa unauimba ndio muimbe wa kumwimbia Mungu, yaani wa kumtukuza Mungu. Unapokuwa unajiimbia mwenyewe ndio pale unaanza kusema kazi yangu hii mbona inaonekana imeishia sehemu fupi sana, imetembea kwa muda mfupi. Kwa hiyo inatakiwa unapokuwa unaandaa wimbo, mshirikishe Mungu aweze kusaidia, akupe mawazo, akupe maono utafanyaje, namna ya kuandaa. Kwa hiyo utakuta wimbo ukishauimba unatembea ndani ya muda mfupi tena unakata. Kwa mfano Rose Muhando kwa mfano sasa hivi yule wimbo wake unaitwa Amina ambao sasa hivi umetrendi sana mitandao. Mama yangu kati safi kabisa. Amina. Kwa hiyo unakuta huo wimbo kwa miaka labda ya nyuma au
nyuma kidogo unakuta labda watu walikuwa hawaelewi, lakini kwa sasa hivi ameuimba, umekuwa ni wimbo mzuri sana. Ameimba yeye au wanaoboost ni wale wanaotumia TikTok na wale wengine? Wale ambao wanautumia wamemboost mpaka ule wimbo ameamua kurudia tena. Kwa ule ukisikiliza ule wimbo wa mwanzo na wa sasa hivi ni nyimbo mbili tofauti. Ule wimbo ambao umeruka ni muda si mrefu sana. Kwa hiyo umeenda kwa hiyo inaonekana ule wimbo tayari umeshafanya nini? Mungu alikuwa ameshauandaa kusema wimbo nitautumia kwa wakati fulani. Nyimbo zenu za sasa hivi na zile za zamani, na kwamba nyimbo zenu za sasa hivi hazina kibali mbele za watu, ila yani hazina upako, hazina nguvu ya kudumu kwa muda mrefu, kwamba kama ilivyo kwa Rose Muhando wimbo ameokopi unatumika sasa hivi, za kwenu zitakuwa na uwezekano wa baadaye tukazisikia tena zikitumiwa hata huko katika mitandao ya kijamii? Inawezekana. Kwa kigezo gani? Kwa sababu sasa hivi asilimia kubwa unakuta waimbaji wengi labda bado hatujafahamika sana. Kwa hiyo miaka ya mbele baada ya kufahamika sana ndio unakuta watu wanaanza kufuatilia sana, ila wimbo bwana huyu mtu kweli aliuimba. Baadaye sana baada pengine ukuta hata wewe mwenyewe umeusahau. Kwa hiyo ndipo unapokuta umeshawishika labda kurudia tena, au wewe mwenyewe unakuta unautumia mara kwa mara. Ndio. Umeoa? Hapana, bado. Kwa nini unasubiri nini kuoa? Kwa sababu ndoa bado ndoa ni mpango wa Mungu. Bado sijafanikiwa kuoa wala sijajipanga kuoa, siko tayari. Shida hajapatikana mtu unayetaka kumuoa au wewe hujajipanga kuoa? Mimi sijajipanga. Ila wao wapo. Wao wapo, ni wengi sana. Sure. Vipi kijitokeza mdau anakuambia kaka Nixon, mimi nimependa uimbaji wako, napenda unioe, binti akajitangazia yeye fursa moja kwa moja, utapokeaje? Hapo inakuwa changamoto. Kwa nini? Kwa sababu mimi nakuwa tayari siko tayari. Ingawa yeye yuko tayari kwa mimi ni muoe, mimi nakuwa siko tayari. Kwa hiyo inaweza kawa ni changamoto. Hata kama umempenda? Labda au ndio wewe vijana bado mnatumiaga mliokoka kwamba Roho Mtakatifu, Mungu hajanionyesha, Mungu hajanisemesha, na kuna vitu vya kupenda wewe, kuna vitu vya Mungu? Ndio. Asilimia kubwa wasema wanaume wa sasa hivi, lakini nadhani wamepunguza. Zamani kwa watu wasikia akimkuta tu mwanamke akimpenda utasikia bwana mimi nimeonyeshwa, Mungu amenionyesha wewe ni mke wangu. Hata wanawake wakiona amempenda mtu ameshindwa namna ya kumuingia, naanza kusema bwana mimi Mungu amenionyesha wewe utakuwa mume wangu, lakini hapana, kumbe ni uongo. Umewahi kumbana nayo? Hapana, sijawahi kumbana nayo. Hata dada tuka kujipitisha hivi kaimbaji fulani hivi ambao kasema bwana mimi natamani huduma zetu zishie, wewe unaiba na mimi Hapana, haijawahi nitokea. Hapana. Utakapofika muda unahitaji kuoa, vigezo gani ambavyo utavizingatia? Kwa sababu ni mtu unayeamini utaoa tofauti na wapagani, tutumie njia gani? Tufungue kidogo hapo. Mimi nadhani nitamshirikisha Mungu, atanisaidia nini kitaendelea. Siwezi nikafafanua sana. Kwani utaratibu inabidi uende kwa mchungaji au uende kwa Mungu? Unaanza kwa Mungu, ukishaanza kwa Mungu unafuata kwa mchungaji. Ndio. Kwani kila anayeoa lazima aoneshwe na Mungu au hata tu kibinadamu unaweza kuona? Unaweza kuona kibinadamu, unaweza kuoneshwa na Mungu. Maana yake wewe kwa kibinadamu unaweza kuona ni sahihi, lakini mbele za Mungu si sahihi. Na wewe kwa macho yako ya kimwili unaweza kuona ni si sahihi, kumbe mbele za Mungu ni sahihi. Ndio. Okay. Kibao gani cha muziki ambacho umekirekodi cha gospel music ambacho kimekutambulisha sana? Ni kama tunajua ni Nixon Daudi, akiimba tu hewani tunajua Nixon Daudi. Hebu tupigie vocal kidogo. Kinaitwaje kwanza? Wimbo unaitwa Usikate Tamaa. Umenisogeza mbele sana. Ndio. Kuna wimbo ambao nimeshirikisha mtumishi wa Mungu anaiti Umenisogeza mbele sana. Unaitwaje? Wimbo unaitwa Huna Msimamo. Huna Msimamo. Ndio. Kwa nini ulikuwa unamaanisha huna msimamo wale wanaochiti wanakuwa na michepuko mengi au tujielewa vizuri sisi hapo? Ndio. Kwa sababu unakuta kwenye labda tuweke mfano kwenye ndoa. Unakuta mwanamke haujatulia kwenye ndoa au mwanaume haujatulia kwenye ndoa. Hasa pale kunakuwa tayari kuna vitu viwili. Kuna Mungu, kuna mke au kuna mume. Sasa pale unakuwa bado hujasimamia wapi? Umesimamia kwa Mungu, umesimamia kwa mke, umesimamia kwa mume. Maana utakuta
upo kwenye michepuko, upo kwa Mungu, upo kwa mke. Sasa hapo ndio maana ukatokea ule wimbo wa onyesha msimamo. Wapi uliposimamia? Je, upo kwa Mungu, upo kwa mke, upo kwa mchepuko? Okay. Ndio. Okay. Sawa. Hebu unatupigia kapela ipi sasa? Unatupigia una msimamo au onyesha imani? Onyesha imani. Usikate tamaa. Usikate tamaa au una msimamo? Usikate tamaa ndio tukapiga live. Hebu tupigie kidogo hiyo akapela. Usikate tamaa, usivunjike moyo kwa vikwazo vya kukukatisha na kwa vikwazo vya kukurudisha nyuma, maana Mungu yuko mbele yako, maana Mungu yuko mbele yako. Huo wimbo ambao ndio umekufanya pia upande katika viwango fulani. Ndio. Nyuma ya huo wimbo Usikate Tamaa, kuliwahi kuwa na kitu gani ambacho kilikusababisha uweze kuguswa kuweza kuimba wimbo huo? Huu wimbo ni wimbo ambao nikauandika nikakuta watu wengi wanaweza kukuta labda kaanza kwa kulima shamba, lakini ukafikiria ukasema hasa mimi ni shamba nitalima, mbolea sina hela za kuhudumia shamba, yani sina chochote, hasa kwa nini nilime? Lakini kumbe pale ungelima pengine Mungu angekufunukia. Yaani ni kama wimbo wa kuwatia watu moyo katika hatua fulani, kwamba labda mtu mwingine mume wake amekufa, anawaza nitasomeshaje watoto, nitaendeshaje maisha yangu. Okay. Na pengine sasa watu wamepokeaje kwenye jamii? Watu wameupokea vizuri, na ndio wimbo wangu ambao ulikuwa ni wa kwanza kabisa kurekodi. Hadi sasa una nyimbo ngapi? Mpaka sasa niko na nyimbo 8. Nyimbo 8. Ndio. Kwa nini bado hawamtaki kubadilika? Waimbaji mlio wengi bado mna mfumo wa zamani wa kurekodi nyimbo nyingi na si kurekodi wimbo mmoja ambao ukatulia kwa muda mrefu, kurekodi wimbo ulio bora. Tunashuhudia kina Good Luck Gospel hawakuwa na rekodi hizo nyimbo arubamu. Kina Joel Lwaga na wengine wengi. Kwa nini mnataka mpaka mrundike manyimbo mengi wakati hata ukienda kwenye media hazichezi nyimbo zote kimsingi? Kuna wimbo mmoja unamtumisha mtu. Kwa nini bado ni watu wanaojini mmebaki za kizamani? Sema sasa hivi waimbaji asilimia kubwa watu na ile tunakaa vile tunashindana. Ukiona mtu fulani ameimba wimbo ambao imeonekana umemuinua juu sana, na wewe unaanza kutafuta ni wimbo gani ambao utapokelewa vizuri na watu ambao watapokea vizuri na utaweza kunisafirisha mpaka juu zaidi. Kwa mfano Obi Alpha alipoimba ule wimbo wa bora hata nimshukuru Mungu kwa hivi nilivyo, ule wimbo ikaonekana umempeleka mbali sana. Lakini watu sasa wapa chini. Iko yani ndio maana nimezungumza mwanzo kusema inaonekana tunakuwa vile tunashindana kwa asilimia kubwa. Ndio. Okay. Na pengine ni nani role model wako aliyekufanya utamani kuimba, na najua haikosekani? Ni mwimbaji gani wa nyimbo za Injili ambaye ukisikia nyimbo zake zinakutachi na zinakupa motisha kwamba inahitaji niweze kuendelea kuimba zaidi yani kuliko hata hapa, kwa sababu yani ni mtu ambaye unajifunza vitu vingi kutoka kwake Bwana Nixon? Waimbaji ni wengi sana. Kuna waimbaji wale, lakini ambao kuna mwimbaji au waimbaji wawili ambao wao ni zaidi kuliko wengine zaidi. Waimbaji ni wengi sana ambao nimesikiliza nyimbo zao na nimeona wako vizuri. Kuna Christopher Mwangila, kuna Nicodem Mwangila, na kuna Obi Alpha, kuna Kibonge wa Yesu, kuna Anointing Amani. Kwa hao wote ni wale ambao wamenifanya mpaka nimekuwa sikati tamaa kama wimbo wangu ulivyo wao Usikate Tamaa. Pengine kutoka kwa Anointing Amani, ni wimbo wake gani ambao unakubariki sana, ambao kidogo kiusikia unakubariki na unaweza kutupa kapela kidogo? Wimbo zake ni zote. Alafu ni zote ambazo zimenibariki. Kwa hiyo kisani kupigia kapela, naweza nikapiga pia. Kuna wimbo unaimba hivi: Mungu napenda jinsi ulivyo hadi raha, napenda unavyoamua mambo hadi raha,
Baba Mungu napenda jinsi ulivyo hadi raha. Oh Mungu napenda jinsi ulivyo hadi raha. Sasa na pengine sasa kwa mwisho kabisa tukiwa tunahitimisha hoja weekend hii, ungetamani kuambia nini mafansi wanaokufuatilia katika mziki wako wa Injili, lakini pia umebahatika kuweza kuzungumza na kipindi ambacho kinasikilizwa zaidi na watu pia mikoa ya Nyanda za Juu Kusini na Tanzania kwa ujumla, kwa habari ya mziki wako live usikilizi kuna kwa hoja weekend hii? Ni nafasi yako pia, tunautambulisha rasmi pia wimbo wako huu hapa, na ni bahati yako hiyo. Sasa unataka kuambia kitu gani? Ujumbe gani unawachia? Kwa mwisho napenda kuwakaribisha kwenye channel yangu ya YouTube. Ninatumia Nixon Daudi, lakini kuna Facebook, kuna Instagram, kuna Twitter, kuna mitandao yote ninatumia ni jina moja ambalo ni Nixon Daudi. Lakini pia kwa wale ambao watatamani kufanya kazi na mimi, kuna namba ambazo naweza nikazitaja ambazo ni 07 63 09 23 05 na kuna 06 54 00 92 92. Unaweza kanipata. Nitairudia 07 53 09 23 05 06 54 00 92 92. Rungu gani ungetamani kuweza kulitupa kwa maproducer kuna kwa hoja weekend hii? Kero ambayo imekuwa ni kero kwa maproducer. Kero? Hapana, sijapata kero yoyote. Pongezi gani ungependa kuitoa kwa maproducer? Pongezi ni kazi ambazo wanazifanya kwa maproducer wote, wamefanya kazi yao vizuri. Kama vile ambavyo watu wamezipokea kazi, kwa hiyo ni kazi yao nzuri. Mungu awabariki sana. Tukushukuru sana kuzungumza nasi kunako hoja weekend hii kunako live usikilizi bwana Nixon ambaye umekuwa ni mgeni wetu leo. Amina. Asante sana msikilizaji wetu, tunayo mengi sana punde tutakujuza yale yaliyochomoza wiki hii, lakini mgeni wetu alikuwa ni Nixon Daudi, mwimbaji wa nyimbo